neno la Mungu linatufundisha kwa habari ya kutokumjaribu Mungu, linatutaka turudi katika msingi wa imani thabiti. Bwana Yesu Kristo, pasipo mashaka. Kwa hiyo mtu anapomjaribu Mungu anafanya tendo la kumpima ili kuona ndani yake, anataka ajiridhishe. Haleluya. Ajiridhishe kweli Mungu yuko kwa namna hii. Neno lake linataka msingi gani na wewe unalichukuliaje? Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo unapochukua hatua ya kujaribisha, ya kufanya kitu pasipo kuwa na imani thabiti juu ya hicho kitu, au mazingira yanayokuruhusu kwamba unapaswa kufanya katika mazingira yanayotokana na uhalisia wa namna unavyopaswa kufanya, unamjaribu Mungu. Haleluya. Unamjaribu Mungu. Tunaye kutoa mfano siku moja kwamba inapofika mahali unaenda kumshika nyoka kwa kutumia neno la kusema kwamba hata tukishika vitu vya kufisha hatutadhurika, tukila vitu vya kufisha hatutadhurika, kwa maana unajua hakika madhara ya kufanya jambo na unataka kumjaribu Mungu kwa makusudi, uonyeshe kusema kwamba Mungu aonekane katika mazingira ambayo wewe umeamua kujaribisha, katika hali halisi ambayo Mungu amekupatia ufahamu kwamba hiki ni hatari. Haleluya. Ndio maana kikaitwa hatari, kwa sababu kipo mazingira ambayo wewe ufahamu wako unajua kwamba hiki ni hatari. Bwana Yesu Kristo. Mungu anataka tusimjaribu katika vitu ambavyo tunauelewa navyo kwamba hatupaswi kuviendea, kwa sababu uelewa wetu ambao Mungu amewashiria ndani yetu uweze kutusaidia kufuata lililo sahihi katika mpango wa Mungu. Mungu anaonekana katika mazingira ambayo uelewa wetu umefika mahali kwamba sasa hauwezekani. Bwana Yesu Kristo. Unajua hakika kusema kwamba mimi nina njaa, au sisi tuna changamoto moja mbili tatu, uwezekano wetu tunamhitaji Mungu aweze kuhusika katika hilo jambo. Mungu anaona ndani yako kwamba unadhamiria kwamba unahitaji uwezo wa Mungu uweze kuchukua nafasi ndani ya ukuu. Bwana Yesu Kristo. Upaswi kumjaribu Mungu katika uwepo wako, katika kitu ambacho kipo ndani ya uwezo wa mazingira yako, uwezo ambao Mungu amekupatia ili uweze kutumia nafasi ulionayo kutengeneza jambo ambalo litakalo kufanya wewe uweze kulifanya katika hali ya usahihi, pasipo kuingilia mazingira ya kumjaribu Mungu, kufanya kitu kwa makusudi ili kwamba uweze kuona Mungu akitenda katika jambo ulilofanya kwa makusudi. Mungu hataki umjaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fungua kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 9 hadi mstari wa 12. Kutomjaribu Mungu. Usimjaribu Mungu. Mungu anataka tumaanishe. Haleluya. Na maana na kumaanisha kwenyewe kutokana na uhalisia wa mazingira ulionayo. Bwana sasa. Mazingira ulionayo ni mazingira ya kumtaka Mungu katika maisha yako, si kwa kufanya kwa makusudi, kwa kumaanisha. Haleluya. Luka 4 mstari wa 9. Luka 4 mstari wa 9. Hebu unakulipo tunaweza kusoma.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akiwa katika hali ya kufunga, jaribu likaja juu yake, shetani akamjaribu, na alikuwa anamjaribu kwa maana alikuwa hajamaanisha kwamba ana uwezo wa kushinda. Wakati mwingine tukifunga kusema kwamba mtu anayejaribu maana yake anajua hawezi, lakini anabahatisha kwamba ikiwezekana aweze kufanikisha, lakini hana uhakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alitambua Yesu ni mwana wa Mungu, na lipo neno la Mungu linalomfanya aweze kuamini endapo hajawa katika mazingira ya uelewa mzuri. Bahati nzuri Yesu akawa analielewa analolifanya. Haleluya. Kwa hiyo akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika wa zake akulinde. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaanza kuona kusema kwamba shetani alimpeleka katika mazingira yale, alafu akamwambia jitupe chini, maana imeandikwa. Kwa kigezo cha kuandikwa aweze kufanya jambo ambalo halina maana. Haleluya. Maana yake lilikuwa halina maana Yesu aweze kujitupa. Kuna maana gani na kwa sababu gani na ili uwaje? Haleluya. Kwa hiyo lazima tujifunze kusema kwamba chochote ambacho unatakiwa ukifanye lazima kuwe kuna maana, kuwe kuna sababu. Nini unakifanya na kwa sababu gani, na unaamini vipi katika uhalisia wa hicho kitu kitakuwa kina sababu ya kukifanya, na ili matokeo yatakayotoka yawe yana maana katika uwepo wako. Yesu anaambiwa kwamba jitupe chini ili uache. Haleluya. Anasema maana imeandikwa. Maana yake hapo unamjaribu Mungu. Imeandikwa ndio. Mazingira ya kujitupa yana maana gani katika uwepo wangu ili nijitupe hapo chini? Ni kumjaribu nani? Mungu. Haleluya. Haina maana kujitupa chini wakati Mungu anataka tumaanishe. Haleluya. Ingekuwa mazingira ya kujitupa chini yanatokana na kuteleza na si kwa ridhaa yake, Mungu angefanya jambo. Haleluya. Mungu angefanya jambo kwa sababu Mungu ni mtetezi. Anamtetea mtu kutokana na mazingira ambayo uwezo wangu katika mtazamo wa kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano imetokea kwamba haujui na umekula sumu, Mungu anakutetea, si ndio? Anakuponya, anakuuisha na wale na uovu wa shetani uliopanga kwa dhamira ya kutaka kukuangamiza utaaibika, kwa sababu uweza wa Mungu utaonekana, kwa sababu Mungu ametambua hilo haliko katika uwezo wako wa kutambua kwamba hiki ni nini. Yeye anachukua nafasi na kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu unamwamini, hakika Mungu anakufanyia jambo la ushindi. Kuna mengi ambayo Mungu anakutetea, kuna mengi ambayo Mungu anakuponya ambayo hayako katika mtazamo wako, na Mungu anafanya kwa ajili yake ajitukuze na afanikishe mazingira ya kukusaidia wewe uweze kuwa katika mazingira salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uwezi au siwezi kuchukua hatua ya kuamua jambo fulani ambalo halifai, nikachukua hatua ya kumjaribu Mungu kana kwamba anaweza kukutetea katika mazingira ambayo yeye hastahili kufanya hivyo. Mungu anastahili katika ukuu wake na kwa mapenzi yake, si kwa mapenzi ya wanadamu. Mtu anayemjaribu anatafuta mapenzi yake ya
yamlazimishe Mungu aweze kujidhihirisha katika mtazamo wa kwake ambao hauna maana katika mazingira hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakataa tusimjaribu. Tunaona Yesu alipokuwa anaambiwa kwamba jitupe chini, maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde. Haleluya. Mtu anayelindwa kawaida huwa anakaa mahali ambapo panastahili, sio anajipeleka kwa maadui. Bwana sasa, unalindwa lazima ukae mazingira ambayo yanastahili mahali pa kukaa. Lakini huwezi ukasema kwamba mimi ninahakikisha ulinzi alafu najipeleka kwa adui. Maana yake wewe unajaribu, unafanya majaribio katika jambo ambalo ni hatari katika uwepo wako. Kwa hiyo mtu ambaye anakulinda akitambua kwamba uko ndani, umehifadhiwa mahali salama. Ila adui ambaye hujui makusudi yake, anapaswa azuiliwe huko alikokuwa na usalama ubaki kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umeamua kwenda kwa maadui na kufanya mazingira ya kujidhihirisha kwamba wewe una usalama, wakati unajua ni hatari, unafanya majaribio ambayo hayafai. Vivyo hivyo Mungu hataki tumjaribu katika vitu ambavyo ameviweka wazi kwamba yeye anataka tuweze kumwamini na kumtumaini katika hali uhalisia wake, katika mazingira ambayo Mungu atafanya kwa vile ambavyo amekusudia, ili tuweze kuwa salama, si kwa kumjaribu. Haleluya. Akamwambia kusema kwamba na ya kwamba mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako.